Mambo vipi mashabiki zangu? Natumaini mko poa na wazima wa afya. Leo tena tunaendelea sasa na episode ya 9. Sasa tunamwona Miss Jeon akimtambulisha binti Cheon-sarang kwa Gu-won. Huyu ni mfanyakazi mpya wa Kingland. Gu-won akasema, kwa hiyo ni miongoni mwa wafanyakazi wako? Miss Jeon akasema ndiyo. Gu-won akasema sawa, hata mimi ninamfahamu kidogo. Kwa hiyo unapaswa kumfundisha vizuri taratibu na sheria za Kingland. Miss Jeon akasema sawa mheshimiwa. Walivyoondoka sasa, kumbuka No Shang-sik alikuwa bado hajaondoka. Akamuuliza Gu-won, unaonekana unampenda binti ila unashindwa kumwambia. Gu-won akaamka na kusema hapana bana, na huyo binti sio type yangu. No Shang-sik akasema hapana, muongo wewe, na ni muoga sana au jiamini. Mbona mimi nishakuona kuwa unampenda binti ila kumwambia ndo unaogopa. Basi sasa tunamwona binti Cheon-sarang akitambulishwa kwa wafanyakazi wengine. Binti mmoja akamuuliza Cheon-sarang, vipi Miss Jeon, ni mzuri? Binti akasema ndiyo, yuko vizuri sana. Kumbe ni mwema kwa kila mtu, ila mimi siko kama yeye. Na hapa unavyotuona, kila mtu kamalizia kwenye shule nzuri, alafu wewe unakuja hapa ili tuwe sawa. Akati umemalizia kwenye shule za ajabu sana, na umesoma miaka 2 tu. Kwa hiyo unapaswa kufanya kazi kwa nguvu ili uonekane unaweza kufanya kazi sawa. Binti akasema sawa. Mara binti akasema nifate. Tunaona wafanyakazi wakiulizana, Duligi, hivi sehemu sasa hivi ni ya mtu yoyote? Duligi akasema huyu kaletwa na mwenyekiti. Sasa tunakuja King Molly. Tunamwona Miss Gu akiuliza hivi, hii ndo store ya mauzo ya juu? Wakasema ndiyo. Miss Gu akauliza imchaji wa hapa ni nani? Akatoka binti mmoja na kusema ni mimi, naitwa Dola hii. Miss Gu akasema sawa, hakikisha mnafanya kazi kwa bidii. Kisha akaondoka. Baadaye tena tunamwona Miss Gu upande wa King Air na kuuliza, hii timu ndo ina kazi chache kwenye ndege? Wafanyakazi wakasema ndiyo. Msimamizi wenu ni nani? Akaja binti mmoja kisha akaulizwa na Miss Gu, mpango wako ni upi? Binti akasema tutafanya kazi kwa bidii. Miss Gu akasema mbona sasa hamjafanya kazi kwa bidii? Na je, hamna mpango mwingine? Binti akasema tutajitahidi kuwapa huduma bora abiria wetu na kuhakikisha kila abiria anapata huduma anayohitaji. Kisha Miss Gu akaondoka. Baadaye tena tunamwona Miss Gu upande wa jikoni. Leo kaamua kutembelea sekta zote na kuzikagua. Miss Gu akauliza, si unajua restaurant ya Kichina huwa ina hela sana? Jamaa akasema ndiyo. Basi hebu kuanzia wiki ijayo nataka nione chakula kimpya. Sasa kipindi anataka kuondoka, akamwona mpishi mmoja kadondokewa na chakula kidogo. Miss Gu akasema afukuzwe kazi huyo. Mara sasa Miss Gu kipindi anataka kuingia akaona kijana mmoja ana kitambi, yani tumbo lake ni kubwa. Akasema na huyu afukuzwe kazi. Baadaye sasa tunamwona No Shang-sik akimwambia Gu-won, sasa hivi yani wafanyakazi wana wasiwasi sana. Yani leo Miss Gu kafukuza wafanyakazi 2 kwa mkupuo. Nina wasiwasi sana, na mimi nahisi itanifukuza make sasa hivi aeleweki. Gu-won akakumbuka mara ya mwisho binti Cheon-sarang akimwambia kuwa wewe ni mtoto wa bosi, huwezi kufukuzwa kazi. Ila mimi ni muda wote na saa yoyote kufukuzwa kazi. Kisha akamuuliza No Shang-sik, kwa hiyo kwenye hicho kikao na wafanyakazi wa Kingland watakuwepo? No Shang-sik akasema ndiyo. Basi twende kwenye kikao sasa. Tunamwona Gu-won akimtazama kwa makini binti Cheon-sarang hadi wafanyakazi wakashangaa. Binti Cheon akauliza, kama hujapenda mauzo ya mwezi huu, tutabadilisha bidhaa na kuongeza bidhaa nyingine. Gu-won akasema sio kwamba sijapenda, na najua nyie mnajua vitu vingi. Kwa hiyo nitawapa nafasi ya kuchagua njia ambayo itakuwa bora zaidi. Binti akasema sawa mheshimiwa, ila inahitajika kiasi cha pesa won 30. Gu-won akasema kwa hiyo won 30 itanunua bidhaa ya thamani ya milioni 49 baada ya mauzo. Wakasema ndiyo. Gu-won akasema basi haina shida. Naomba mnipe malengo yenu ya mauzo ili nione faida ni hipi na mchakato ukoje. Kisha Gu-won akaondoka. Baadaye sasa kwenye King Hotel tunamwona Gu-won kashika simu huku akiwaza kumpigia binti Cheon-sarang lakini anashindwa. Akaamua sasa kuandika message, nahitaji kuongea na wewe baada ya kazi. Baada ya kuandika message na kutuma, akaanza kusubiri kujibiwa hadi akadhani wenda amna mtandao. Akaanza kupiga hadi push up, binti ajibu hadi akaanza kukata tamaa. Mwisho akaamua sasa kupiga simu. Kumbe binti yuko na rafiki yake wanapiga story, mara simu ikaita tena, ila namba haijaseviwa. Binti akakata. Rafiki yake akamuuliza nani huyo? Binti akasema sijui. Rafiki yake akasema leo Miss Gu kaja kwenye kitengo chetu. Binti akauliza hajaleta shida? Amna, sema tu kasema tuongeze bidii kwenye kazi ili mauzo yaongezeke.
Binti naye akasema hata sisi kwenye timu yetu tunajitahidi sana kuongeza mauzo kwenye kitengo chetu. Kisha binti akasema kama unataka ushauri mwambie Dael, make yeye sasa hivi kwenye kitengo chake sasa hivi kapandishwa cheo, kwa hiyo yuko vizuri. Upande wa pili sasa kwa Dael, na msisahau Dael aliolewa. Basi tunamuona Dael kafika nyumbani na kupokelewa na mtoto wake huku wazazi wakiwa wanaangalia TV. Cha maajabu sasa, nyumba ni chafu, vyombo havijaoshwa. Ni asubuhi sasa. Tunamuona Gu-won bado tu anasubiri ujumbe kutoka kwa binti Cheon-sarang. Baadaye sasa kwenye Kingland tunamuona Gu-won akija kwa hasira na kuambia binti, nahitaji kuongea na wewe. Muda kidogo tunamuona binti Cheon-sarang akija kukutana na Gu-won. Kisha Gu-won akamuuliza, nilikuomba tukutane jana. Binti akasema saa ngapi? Gu-won akasema nilikutumia message na nikapiga simu lakini haukujibu wala kupokea. Binti akamuuliza, kwani namba yangu umetoa wapi? Gu-won akajibu, nimetoa kwenye rekodi za wafanyakazi. Binti akasema sasa mimi yako sina. Gu-won akatoa business card na kumpa Cheon-sarang. Kisha binti akamuuliza, ulitaka kuniambia nini? Gu-won akasema kuna jambo inabidi kukuomba. Binti akauliza jambo gani hilo? Gu-won akasema tutaongea kwenye chakula jioni baada ya kutoka hapa. Binti akasema we niambie tu sasa hivi. Gu-won akasema kwa hiyo utakuja kupata chakula cha jioni na mimi? Binti akasema ndio. Gu-won akaamka kwa hasira kisha akaondoka mazingira yale. Baadaye sasa tunamuona Gu-won akiwa na No Sang-sik wakiangalia zile picha za mara ya mwisho walivyokuwa kule Jeju. Mara Gu-won akamwambia No Sang-sik, nataka umwambie Cheon-sarang kuwa anahitaji tupate chakula cha usiku mimi na yeye. No Sang-sik akauliza, wapi? Gu-won akasema Japanese restaurant. Baadaye sasa tunamuona rafiki yake na binti akiwa anaongea na Lubani. Ila Lubani ni kama anamlazimisha binti wawe kwenye mahusiano ila binti hataki. Mara anakuja moja ya wafanyakazi wenzake na binti na kumuomba wapate wote chakula cha usiku. Baadaye tunamuona binti akiwa na yule kijana maeneo mazuri, huku jamaa akimwambia binti, napenda sana kukuona na furaha muda wote. Binti akasema asante sana kwa msaada wako wakati ule. Jamaa akasema ilinilazimu nifanye vile, maki nilisikia kiongozi wangu alichokuwa akisema. Basi waliongea muda mrefu sana. Baadaye sasa majira hayo ya usiku tunamuona Gu-won akiwa na No Sang-sik, na msisahau mara ya mwisho alimwambia No Sang-sik afanye njia yoyote aweze kupata chakula cha usiku na Cheon-sarang. Sasa kipindi anafunguliwa mlango mbele yake anamuona Cheon-sarang akitabasamu. Je, unahisi nini kinafata? Na hapo ndipo mwisho wa episodi yetu ya 9. Tukutane tena episodi ya 10. Na kama wewe ndo mara ya kwanza kutembelea channel hii, usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video zetu pindi zinapotoka. Na asanteni sana kwa ushirikiano wenu.